nakuzimia. Nasikia na furahi ya ajabu. Naona hata sura yake inaonyesha una furaha, ndio sasa unipe na mizo habari nifurahi kama wewe. Sasa furahi kwanza niko nikwambie. Ni furahi na sijui ni mambo. Nugambe ndajohiwe mu bitego. Unajua habari ya mzee Marijani? Ameniambia hivi, siku ya Jumapili anakuja kubadilisha pete binti yetu. Hatari, habari nzuri sana. Habari ndio nilikuwa nataka sasa, ndio nilikuwa zisubiri kwa hamu hizo habari. Je, niliona nikosha moyo Mungu na furahi aje. Raha. Ni pete? Tena pete yenyewe ya dhahabu. Usiniambie. Ya grama zaidi ya 30. Wasikia kwanza hiyo Valero. Yani hakuna kitu nilikuwa nawaza, hayo maisha gisi yatazidi kuwa mazuri mtoto wetu akishaolewa kwa ule mzee. Kwa siku maisha yatakuwa anaendelea kwa. Mbona tutahama hata tutoke mwa hii nyumba tuende mu etage? Sasa ndio ulikuwa unajua. Mtoto wetu akiolewa. Mu villa moya gangi. Ndiani mzee sijui nikwambia aje, nasikia raha, sijui hata hiyo Jumapili. Sio mbali. Sio mbali. Niambie kwanza. Akukupa hata kitu kidogo mtu aandaye anunua hata maguo nini hiyo siku mimi nitokelezee. Acha leta tunajua kama ndio yako. Sijui nikwambia lakini hivi. Zile envelope unapenda kutia huku. Kuna zingine kesi zenye mimi na wewe zifika hapo. Acha tubiache hivyo. Sikeni kwambie. Mimi nikipewa envelope tumepewa sisi wote. Maana chako ni changu na changu ni chako. Ndio kabisa. Sasa hizo envelope nikizitia hapa ni kama tu nimeziweka tu chumbani. Wewe usiwe na wasiwasi. Kwani kuna zingine nakula barabara tunatumia humu ndani. Sawa, simisha hivi simisha biongea. Hapa ni sawa. Shida sawa. Usihofu kabisa. Ewa. Jione furaha kabisa. Acha kwanza nitizame tamu. Sasa chekiko hapa. Sio kingine na kuomba. Tia chini binti yako. Umtie kwenye line kabisa, umchie kwa murongo. Ondoa wasiwasi. Umpange. Tumi na kuamini. Ondoa wasiwasi, hizo habari kwanza, hizo habari zinanipa sasa hivi. Hapa nataka nifikie na mpigia simu wifi yangu. Aje hapa. Tuyaongee, tumikaze chini mtoto. Muyajadili kabisa. Akae nafasi yake iwe. Yani vitu safi. Mtoto aelewe chenye tunahitaji sisi, ajue chenye anaenda kufanya huko, asituaibishe. Kani ni kunaweza yacho? Ninaweza iwe. Ni faida sisi wote, ni faida. Wewe pambana na dada. Usijali, nataka nimpigie simu, nataka nimpigie simu kabisa. Nakuzimia. So, nilichokuwa kutafutia sisi wengine bali nataka nikwambie. Nazana nafahamu kwamba mimi na mapenzi muda mrefu. So, nilikuwa naomba uweze kunisaidia kitu. Maana mzee simwelewi kivipi. Nakuomba jaribu uweze kumuonyesha. Mpe ushauri tofauti ili aweze kunipenda. Mapenzi ni mabaya, mapenzi yanauma. Hivi kwani uweze kufurahia mimi mako mdogo? Au sina shida. Unajua swala la mapenzi inakuwa ni uamuzi wa moyo. Alafu isitoshe yule ni babangu. Siwezi nikamchukulia uamuzi. Hapana, sio kama mchukulie uamuzi. Lakini wewe ni mwanae. So kuna ile maongezi mtoto kali sana. Kuna ile maongezi kama mtoto na baba. Unaweza mkaongea kwa rahisi sana. Sababu unakaa naye muda wote. Unakula naye. Ndio. So
mchana usiku niko naye, hata kama kwa mzunguko yake ya kazi, lakini muda mrefu nako nakuomba nisaidize. Nateseka. Okay. Najua na naelewa pia. Na nakuahidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. But I'm not sure kama litaeleweka kabisa kama ipasavyo. Ukiambia kwa nakata kwa. So nataka nikudanganye. I don't want to lie, but kitu ambacho nachokupromise nita take time, nikae chini na baba wangu, niongee naye, nimueleze kabisa step by step kile ambacho mfanya nini amejaribu kunieleza. Nitakushukuru sana. So labda kingine tena cha muhimu tunaweza kukwambia, zidisha jitihada. Jitihada zako na juhudi zako. Usichoke kuonesha hisia zako kwa babangu. Sawa? Nitajitahidi na nitazidi tu kwa sababu kufanya juhudi nafanya. Sababu nampenda sana. Unajua mchimba kaburi achoke. Yes. Dada cha uvunguni sharti ainame. So, usichoke kupigania kile ambacho unahitaji. But kama mimi kabisa nitajitahidi, yani kadri na uwezo wangu promise nitajitahidi kabisa. Nitakwambia matokeo. Sawa? Nakuzimia. Endelea matayari. Kwanza hapa nimeshiba sana, siwezi nikatembea. Kwanza kawaida tungekula baada ya kutembea. Naona nitembeza baada ya kula nasikia hata tumbo hapana. Lakini umesafari umekula kitu gani cha maana cha sasa? Nimeshiba. Nimeshiba. Ule vitu vilivyotajwa tu. Nani hapa sina nguvu za kutembea kabisa. Labda nitakunywa kitu baadaye. Kabisa. Alafu baada ya yote. Ipo surprise muhimu kwako. Ipo. Imesababisha mimi hata leo nikwambie I want to meet you. Na surprise. Surprise ka. Kuna kitu muhimu sana ambacho I think kitakupa furaha yako ya maisha. Itakuwa ni step ya kwanza ya kuweza kudhihirishia moyoni mwako kama sikuja just kupoteza muda wako. Amra, you know what? Katika maisha wengi wana fake. Katika love wengi wanatumia maneno mazuri ya sukari, alafu baya zaidi inakuwa ni ya uongo. Ndio maana naona sometimes kwako yangu ni machache, matendo ndo mengi. Amra, say yes. Niko nakusikiliza. Amra. Na This Sunday. This Sunday. Nikuvike pete ya uchumba. Are you serious? Oh, come on. I'm very serious. Hii Sunday ya kesho kuto. Hii Sunday. Yani ndo they call what? Jumapili, yeah. So Sunday yani we're getting engaged. Tunakuwa fiancé wa chumba. Ndio nimezungumza point kabisa, exactly. Hii Sunday, yes. Mbabaki siku mbili. Peke yake. I'm happy to hear that girl. Unajua kwa kweli nilishindwa kuweka siri. Nilikuwa najua itakuwa surprise. Baada na kuanga surprise, lakini sio mbaya. Napendaga nijue before. So nanda jipanga what I'm going to wear. Kwanza inabidi nipigie Amir nitafute nguo. Like thank you so. Sunday ni sawa. I don't think niko na cha kufanya nyumbani. But you are happy with it? Happy. Yaani nitakuwa natembea na kidole hivi. Na kibebelea. And like, after that, nataka tupangilie kabisa about ndoa yetu. Sawa? That's fine, but I think like baada ya kunilisha hiyo pete, it's best ukija nyumbani. Yeah, cause tutakuwa officially engaged, so nitapata courage niwaambie wazazi, unaona. Maana sasa kama niko na Lizelle moja linanisumbua. Come on. Like no, achana naye tusimzungumzie, please. Anyway, Sunday nataka match, so tavango ya pink. Okay? Sikia kuongea basi. Ndio hizi achana nazo. Sisi tunakupatia stress. Tusiongee kuhusu huyo mzee, please. Huyo mzee achana naye. Sunday, okay?
tavango ya pink. Nataka na vae nguo ya pink. Alafu Sami na Amir nitawaambia wavae white, okay? Yeye tupiga picha tufanane white and pink. Sawa. So acha to plan this Sunday niko free kabisa. Saa ngapi? No, that's up to you. You just plan about time. Me, I'm ready anytime. Okay, so I think maybe saa 10 vile. Because unajua naonaga nyingi wanakuwa na engage kwenye sunset, jua ndo linashuka linazama, and then tunapiga pictures pale. Yani I'm so excited sijata niseme nini. So around 4 o'clock, okay? Anytime you want. So but Sunday, yani I'm so excited sijata niseme. So Sunday. So acha ni wai nataka kwenda kutafuta kuna kanzi niliona. Ile ndio maana sasa hivi. First wait. For the call. Amra, nataka unaambia mawili matatu yatakayonimaliza wasiwasi zote na kunifanya hata when I'm alone at home nisije kupata ujasiri, nisije kufeel that. We just kama natambua kwamba sitaolewa na wowote ule kinyume na wewe. Iwe mzee au kijana mwingine au sijui Maarabu mindi nani. Hawa jinga wote yanakuwa besides you, hakuna mwingine, okay? Sasa ndasi niko tayari nivishe pete au nio, yani sitaki kusikia kinyume na just us. Kwa hiyo that's why naenda kujiandaa. Sunday itakuwa siku yetu special, so sitaki kufikiria mzee, sitaki kufikiria wazazi, sitaki kufikiria anything ambacho kitanipa stress. Sunday ni siku yetu kubwa, siku ambayo nitaikumbuka maisha yangu. Kwa hiyo tusiongee kuhusu wengine, sijui usaliti, kuachana hivyo haviko. Tupange Sunday, tena siku na cake, okay? Of course, yes, why not? So let's go. Ewifi. Ni aje? Safi, alhamdulillah, hapa nzuri. Hapa mambo yenyewe tukwemo tu ni mashamu ya yeye harusi ya huyo mtoto tu. Yaani nayapata kabisa miaka mingi. Sasa ndio maana nimesema nikuitishe tuikae chini tuzungumze. Maana swala la huyo mtoto kwanza ule mzee amekubali kutoa mahali ya milioni 10. Sio hadi maharage. Milioni 10. Aha. Kama nishaanza kuzihesabia hivyo. Kisha zipangilia na mpango gani? Mpango sasa tunafanya biashara wewe naye mpaka baba mtoto kwanza na yeye aseme utapangilia juli mzee wewe mwache hivyo vitu. Unacheza miezi 9 tumboni? Baba kwanza apokee mahali alafu aseme kipi tufanye. Lazima akubali bana. Mipango yake unaijua? Na mipango gani ile mzee? Mimi na wewe ndio tutapanga hapa hizo hela. Kwanza kitu chenye kiko hapa cha muhimu. Ni kumuitisha ule mtoto. Tupembeleze. Maana naona kama vile itakuwa kazi. Maana huyu mtoto naona masikio yake hasikii wala haoni. Kwanza yuko ndani. Yuko kusimu masaa yote, sijui anaongea na nani. Au labda na kamtu kana mzima. Ako kama mtu wako. Hata kawe lazima olewe. Ode mzee Malijani. Lazima. Unasikia kwanza hizo hela. Majani kwanza. Pesa kama majani. Wewe muite Amra hapa tuajaje. Amra 10. Amra. Yes mama. Shangazi yako iko hapa. Anakutafuta. Kama hata milioni 10. Simu mmembeba. Amra mtengeza. Kama ndio yuko naongea na mchumba ndio sijui. Waalaikum salaam. Ndio naongea na mchumba au? Ndio naongea na mchumba au? Ni aje sasa mbona hiyo muda wote nimekaa huko chumbani unataka hata kuona kama mama na Malijani ni? Bila shaka. Yako. Nisome tu gani? Ongea kwanza. Huyu sio muda wa kusoma. Anatuficha tu anaongea na mchumba na kwanza kuna siku hata hiyo simu taificha mimi naona. Furaha nyana. Salamu. Kwema lakini. Naona mnafurahi. Kuna habari yoyote zaidi ya habari ya kuvishwa pete wewe? Alafu pete yangu. Mchumba wako yuko tayari kutoa mahali ya milioni 10. Hiyo pete sasa. Dhahabu. Nasikia dhahabu ya gharama
kubwa sana nakwambia. Au furahi hata ucheke kabisa. Siku gani? Siku gani? Mtoto. Kesho kutwa, kishindo kesho. Yaani leo ipite, kesho ipite. Wanaleta pete unavikwa. Acha woga, kwani si kawaida? Kesho kutwa, kishindo kesho. Pana wewe. Kila ndo wasiwasi, acha woga. Unasikia? Hata kubeba mbali. Ulikuwa shavaa dhahabu wewe mwanzo kuzaliwa. Mtoto huyu ufi yangu. Kesho kutwa? Kesho kutwa. Kesho kutwa kabisa ndo. Hii Sunday ya kesho kutwa. Sunday nayo ndo nini chama? Ndo siku gani? Jumapili. Yaani mtoto huyu Jumapili. Anapunguza kichwa. Jumapili hii. Sio leo. Wiki hii. Nani amemwambia lete pete na mami? Lakini kweli wewe tena usinishike. Wazimu gani wamekupa? Tena usinishike. Yaani utanipandisha wazimu. Kwani wewe hujui kama ni mchumba? Lazima akuvike pete, lazima toe mahali, lazima ufunge ndoa. Wewe usiniangushe kabisa. Wewe huyu mtoto ongea na mtoto. Sasa mimi ni shangazi yako. Mimi ni shangazi yako mtoto. Lenye nitakalosema lazima ukubaliane na mambo yote kisi atakavyokuwa. Hakuna kukake kupindisha huku na huku. Mimi ni shangazi yako, lazima niseme kitu ukitimize. Sawa? Nakutakia maisha mazuri, uende urelax, upate raha, uishi kama malikia. Sisi wenyewe tufaidike, tuishi maisha mazuri. Maisha yabadilike. Kwanza hivi maisha yameshabadilika kwa baba yako. Hapo sasa kishaolewa na itakuwa ni mamoja. Au ni kama kuna tofauti fulani? Naomba tena uende uitia akilini. Jamani, na ukimwongelesha na mwongelesha chini utia akilini kama mmemtarajiwa. Kesho kutwa. Pete, alafu yeye hiyo siku anatoka hapa ameshatuambia siku ya ndoa. Maana yake ndoa na mahali itakuwa ni siku moja. Na mimi ndo nilikuwa nataka kusema. Kwa maana naona kama vile ili tupunguze kwanza gharama marefu. Siku ya mahali ndio wewe ya ndoa. Kawiza binti yangu naona wako nikawiza yani. Mbona ufurahia? Afu istoshe amemsubiria miaka mingi sana. Huyo ndo yule kusoma nje. Alikuwa anakusubiria wewe. Huyo ndo muda mwafaka sasa. Kwa nini usimfurahishi? Bila shaka tumeelewana. Usiniangushe mama, usiniangushe mtoto wangu mzuri. Yameingia Amra. Bila shaka ameingia. Simama. Bila shaka bwana usiniangushe kabisa. Nenda ndani upumzikishe kichwa, ongea naye. Tena ongea naye kwa laini, maneno mazuri. Usiona finya simu. Mpigie hata simu. Mwenzio muongee. Atatoa jasho. Mtoto huyu wa kaka yangu. Yaani hiyo ni kazi yako. Maana mimi sitaka vitu virefu. Sitaka hata aniguze kichwa. Mimi ndo shangazi upo. Maana unaona deka huyu mtoto kama vile nilimzani mtoto mmoja. Anadeka kila kitu nikimwambia yeye ni mnono. Amekunja sura. Au ni amda tu, ni achie. Mimi na wewe hadi milele, nakuzimia aminia, nakuzimia, nakuzimia.